Okay, Tambwe. Yani kwa hapa nyumbani japokuwa anafanya yani ni mwigizaji, japokuwa anafanya kazi nje ya nchi, namzungumzia John K. John K ana movie yake ya Cops Enemy, alifanya kina Wema Sepetu, akafanya na kina Auntie pamoja na kina Van Vinka. Nataka uwe kama yani ile movie umeionaje? Yani John K amejitahidi, ameua ama ameboronga? Kusema kweli John K siwezi nikamuongelea vibaya. John K kipindi anakuja kufanya uzinduzi hapa alitumia kadi. Na tukawasiliana wakati bado yupo Australia. Alifika hapa, walikuwa na shoot ile movie, niko naona, alisaidia hata mapicha tunaona, tunazungumza. Alipofika hapa nikaenda kwenye uzinduzi, niliona movie ni nzuri, lakini kitu kimoja ambacho nisiwi mchoyo labda kusema, nilikisemaga kwa sababu kimeniuzi, lakini nikasema nikipata nafasi nitakizungumza. Acha nikizungumze labda akisikie. Kitu kilichoniumiza tu kwenye ile movie. Okay, mimi nataka umzungumzie ICuburundi kama ICuburundi. Unamuonaje kwenye uigizaji? ICuburundi yuko poa kwa sababu nizungumze amewakilisha vizuri nchi yetu. Ni mpambanaji na anajituma sana kwenye kazi hicho, na ni mtu ambaye si mtu wa kukata imani mapema na tumeshawahi kufanya naye kazi. Tumekaa naye na ukaribu, tumefanya mazoezi muda mrefu, tumeongea sana mambo ya sanaa. Kwa hiyo yuko fresh tu, yuko poa. Kimoja tu na ninachoweza kumwambia ni kwamba TV. Tunda juhudi. Mambo vipi ladies and gentlemen, wanangu wa +257, ni mimi tena na tena. Lakini leo nimeenda, yani nimetoka left naenda right. Yani natoka sehemu ya wasanii wa muziki naenda kwa waigizaji. Niko pamoja na Tambwe Remmy, lakini ni baba harusi. Mambo vipi? Safi sana, inakuaje? Shwari, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mambo sawa kabisa. Mambo yanajipa ndugu yangu kwa raha. Usipime wewe. Tambwe, mimi nataka nijue, yani imekuchukua muda kiasi gani kujua kwamba una kipaji yani cha uigizaji? Yani ni mtu ndo amekigundua ama ni wewe tu ulikuwa yani movie unapenda sana kuona movie nini? Kabisa, kwanza sio kusema kwamba eti kuna mtu. Mimi nilikuwa nasoma, na baada ya kusoma unajua tukao ikifikia kipindi cha matangazo hivi unasikia headmaster wanasema kwamba tuandae michezo. Kwa hiyo tunaandaa, hapo ndo nilikuja kugundua kwamba nina kipaji. Ilikuwa mwaka 2003. Mimi nataka nijue kwenye hizo movie zenu kunakuwa na changamoto nyingi sana. Mimi nataka nijue ni changamoto ipi ambayo Tambwe kama Tambwe waga yani inampatia stress na stress sana mpaka yani ndio. Kweli kutokiana na swala letu la uigizaji, changamoto zipo ni nyingi sana, haswa kwa mwanzo kuandaa hadi mwisho location. Matatizo yanakuwa ni mengi, lakini kubwa kwa yote ni kusema kwamba changamoto kubwa iliyopo ni kukosa management. Unajua kukosa management ni yani ndio inasababisha msanii anakuwa na stress, hata producer anakuwa na stress kipindi yupo anatayarisha filamu, kwa sababu unajua kwenye filamu kuna mambo mengi sana ambayo sisi tunapenda kama producer tuyaweke kwenye movie zetu ili ziweze kutoka na ubora mkubwa, lakini hivi vitu tunakuwa tunavikosa. Kwa hiyo unaenda location na kwenye akili yako unajua kama nimekosa kitu fulani, na hicho kitu bila pesa kiasi fulani siwezi nikakipata. Kwa hiyo itakubidi ufanye hivyo. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho kinaleta sana stress kwenye akili zetu wakati tupo location. Okay, mimi nataka nijue role model wako yani kwenye upande mzima wa filamu, mtu ambaye kweli unamkubali na toka siku ya kwanza unamuona ukasema siku moja mimi naishi niwe kama fulani. Mimi toka naanza movie nilikuwa sijamuona mtu, kwa sababu mimi sehemu ambapo nilikuwa naishi kulikuwa kuna uwezekano, ilikuwa kijijini na ilikuwa hakuna uwezekano mimi kuona TV. Sawa. Kwa hiyo nilianza tu hivyo, lakini ilipofika mwaka 2005 nikaja huku Burundi. Nilipofika Burundi nikaanza kuigiza. Sasa nilikuja kuona filamu ya Johari. Niliona mle ndani Steven Charles Kanumba pamoja na Vincent Kigosi pamoja na Blandina Chagula ambaye ni Johari. Kwa hiyo nilimpenda sana Kanumba alivyokuwa akiigiza. Basi baada ya hapo kulikuja kujitokeza msanii mwingine anaitwa Madebe Lidai, wanamfahamu kama Nabii Mswahili. Kwa hiyo wao ni watu ambao
niliwapenda sana na nilijifunza sana mengi kutoka kwao. Yeah. Kwa hiyo hao ndio watu wawili ambao kabisa wameni-inspire hadi nikakaza buti sana kwenye kazi yangu. Okay, umesema kwamba umezaliwa kijijini, sehemu ambako ni sijazaliwa kijijini, nimekomalia kijijini. Yeah, nimezaliwa Burundi. Lakini nilipofika tunakumbuka kwamba kuna vita ambayo iliwahi kutokea hapa nyumbani. Kwa hiyo ikawa imetusambaratisha hivyo, mimi nikaenda Tanzania. Tanzania nimekaa, nikaja hapa, nikarudi Burundi mwaka 2000. Nikaona maisha ya Burundi kwanza kwangu mimi yamenishinda. Nilikuwa bado mdogo lakini nikaona kama vile hewa ya Burundi imenishinda, nikarudi Tanzania 2005, nikawa tena nimerudi hapa. Tanzania mmekuwa mkoa gani? Tanzania sisi nilikuwa kambini mwanzo. Nilikuwa kambini, nikatoka kambini kaenda Mwanza, kutoka Mwanza nikaja. Yeah. Okay, Waswahili wanasema kwamba historia ya mwanadamu hujengwa kwa matukio. Mimi nataka nijue ni matukio gani makubwa matatu ambayo Tambwe kama Tambwe yani haitotokea hata siku moja yani akayasahau. Labda matukio yapi? Kwa movie, kwa upande wa movie au maisha kawaida? Yani kiujumla tu. Kiujumla tu matukio. Kuna tukio la kwanza. Tukio la kwanza labda kwenye maisha limenipaga furaha sana. Kipindi ambacho nilibadili dini. Yeah. Ukatoka Muislamu kwenda kwa Kristo. Kwa hiyo ni tukio langu la kwanza ambalo mimi nilikuwa, sababu nilikuwa na matatizo fulani. Kwa hiyo siku nikuja kubadili dini kwa upande wangu mimi kama Tambwe, niona kwamba ni kitu ambacho kimenisaidia sana kwenye maisha. Kwa hiyo ni la kwanza, na la pili ni siku ambayo nimekuja kumpata mtoto wangu, na la tatu sasa ni siku ya harusi yangu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo siwezi kuja kuvisahau. Yeah. Okay, Tambwe, mimi nataka nijue ni sini gani ambao yani unaipenda sana? Mimi napenda sini zote kwa sababu zote naziweza, lakini hasa mimi napenda sana kucheza movie za mafunzo. Kwa hiyo nikicheza sini za mafunzo napenda sana mimi nicheze na natoa yale mafunzo. Yeah. Hata sini za mapenzi nazo ni mafunzo. Ndio, mapenzi ni mafunzo, lakini mimi kwenye movie zangu sibezi sana masuala ya mapenzi kwa sababu unajua nimefanya filamu inaitwa, kuna filamu moja nimecheza inaitwa Nabii Mrundi. Kwa hiyo nilijaribu, kuna scene moja nilicheza nikaa nimefunza mapenzi. Kwa hiyo kuna vile naweza nikacheza nafunza mapenzi na kuna vile naweza kucheza kama mwanandoa. Kwa hiyo katika mapenzi kuna scene nyingi ambazo zipo tofauti, lakini mimi scene ambazo nazipenda sana, napenda kucheza scene ni kichaa. Niwe kichaa alafu mwenye maarifa fulani hivi kama vile madebe. Ndio maana nimetengeneza filamu inaitwa Nabii Mrundi, nikafanya filamu inaitwa Msomi. Yeah, tumeelewa kwa nini unampenda Madebe Lida. Mimi nataka nijue ni msanii gani hapa nyumbani, yani mwigizaji mwenzako ambaye anakupatia changamoto sana na kuchallenge, unaona kwamba huyu mtu kweli anajua na akisaidiwa, yani akisapotiwa anaweza kufika sehemu fulani. Yani msanii ambaye anakupatia changamoto, yani anakukosesha usingizi. Msanii anayenikosesha usingizi hamna. Lakini kuna msanii ambaye napenda juhudi zake, anasababisha mimi kunipa ile nguvu ya kuendelea kutumika. Anaitwa Magaranamazi Hasani, wengi wanamjua kama Mugisha. Kwa hiyo ni brother ambaye huwa najifunza kitu kutoka kwake. Sio kwamba najifunza vitu vingi sana kutoka kwake, lakini najifunza, ni kijana ambaye ana bidii na hajali sana maneno ya watu wanayoyaongea, lakini anajali sana kazi yake kuwaridhisha mashabiki wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza kwa Mugisha. Kwa hiyo ndo niseme ni mtu ambaye amenipa nguvu sana kwenye kazi yangu, na nikimtazama na nikiona kazi zake huwa najifunza na mimi kuwa nafanya vile anavyofanya yeye. Lakini sasa utofauti upo kwa sababu unajua sasa nchi yetu support ni ndogo, hamna support tu ndio kitu ambacho kinaniangusha mimi kama Tambwe. Lakini kuna watu wengi ambao wanajua kama mimi nina support, lakini mimi sina. Nafanya kazi kwa nguvu zangu mwenyewe binafsi. Okay, tukaa hapo kwenye support. Yani mimi nataka nijue, yani kwa mfano sasa, yani kuna tajiri ama kampuni inaamua sasa yani tunataka tuisupport yani filamu za Buja, tuzishike mkono, wasanii tuwasupport. Wewe kama wewe unaweza kwamba kwa mfano kiasi cha pesa, yani tunataka hiki, tukipewa
yani filamu zitakuwa high, zitakuwa juu sana na watu watazishabikia? Kwanza mimi kiupande wangu niseme kwamba ikijitokeza kuna kuja tajiri za kampuni fulani sasa Tambwe, mimi nataka nikusupport. La kwanza, naweza nikafanya kazi hadi Burundi wasiamini. Na inaweza kaja kutokea hata waigizaji wenzangu wakabaki wananishangaa. Kwa sababu sina support, sina manager, sina sponsor, lakini nafanya kazi hadi wasanii wenzangu wanasema kwamba mimi nina bidii nyingi sana. Je, ikija kutokea sasa nikapata pesa, unajua nitafanya vitu vikubwa sana sana. Kwa hiyo niseme kwamba ikitokea kama kampuni inakuja kujitokeza na sasa tunataka kusaidia Buja Movie, hasa kwa upande wangu mimi nina shida kwanza moja ya production. Nieneze vifaa vya production, kamera, niweze mic, sijui mataa, sijui kompyuta za uwezo wa kufanya kazi, nikieneza nyumba production, kwa hiyo nipate mtaji sasa kuweka kwenye kazi yangu ya filamu. Nina imani kwamba lazima nipasue. Na nina uhakika kwamba nikipata kiasi cha pesa, nikafanya movie kubwa, nikafanya uzinduzi, siwezi nikakosa watu kuja kunisupport, no. Siwezi nikawakosa Yani you believe kwamba mimi kama mimi nina mashabiki sana, right? Okay, mimi nataka nijue kwa mtu ambaye hajabahatika kuona Mr. Producer movie yako, yani unaizungumziaje? Ni movie ambayo inaongelea nini, inahusiana na nini? Kwa maneno machache tu. Producer, kwanza ile filamu sijui naweza nikawaelewesha aje watu, kwa sababu ile filamu nilitengeneza, nilikuwa natamani sana nifanye uzinduzi. Baada ya kuandaa uzinduzi, mtu wa kwanza alinisupport ilikuwa ni kampuni inaitwa CF. Walinisupport na Star Hotel walinisupport. Sasa nikashindwa kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vilihitajika, nikashindwa, kwa hiyo nikaacha. Kwa hiyo nikusemaje, producer, ukitazama ile filamu ya producer, ni filamu ambayo mimi nilikuwa ni mtayarishaji wa filamu. Sawa? Kwenye maisha ya kawaida nilikuwa mtayarishaji wa filamu, kwa hiyo kujitokeza mwanamke ambaye alikuwa ana hela yake, akasema kwamba nataka ni support, akanishika, akanipeleka nyumbani kwake, nikakaa, akaniambia nimeshakuandikisha kwenye festival Somalia, andaa movie. Sasa kwa sababu yule mwanamke alikuwa busy sana, kwa hiyo alikuwa na mdogo wake, mtoto mdogo. Sasa siku moja yule mtoto yuko anatoka koga hivi, nikamuona hivi, natamani nikaenda nikafanya naye mapenzi. Sasa kufanya naye mapenzi ikabidi akachukua ujauzito, kwa hiyo tukaanza kulumbana. Kwa hiyo mimi naambia hivi, ujauzito inabidi utoe. Kwa hiyo mtoto akakataa, kisha neno la ajabu akaniambia kwamba ndio ilikuwa hitaji yake kwa Mungu. Kwa hiyo mtoto wa vile akamwambia kama ndio ilikuwa hitaji yake. Kwa hiyo kitu cha kushangaza. Kwa hiyo nikasema hapa haiwezekani. Nikamshirikisha jamaa nini, nataka utafute jamaa tudanganye kama ujauzito ni wake, tupange mpango wa kuangalia jinsi itakavyokuwa. Basi poa. Sasa mafunzo makubwa kwenye producer, mimi nimepeleka hivyo, lakini kwenye maisha nilitaka kufunza kuna vijana ambao wanaweza kuwa wana talent, akisha pakajitokeza mtu akaja kumsaidia, kisha yeye mwenyewe akashindwa kuheshimu ile support, akaiharibu. Kwa hiyo nilifunza vitu vingi. Kuna watu ambao wanataka maisha, lakini wakati wa kupata maisha wanayachezea. Unajua vijana wengi sana wanalilia wapate pesa, lakini wanashindwa kuzitunza. Kwa hiyo inabidi kwanza sisi vijana tujue kutunza pesa, akisha tulilie kupata pesa. Ndo kama hivyo. Ndio ilikuwa mafunzo makubwa ya filamu ya producer. Okay, Tambwe na just kama ni mwezi ama wiki tu yupo kwenye ndoa, right? Hata mwezi bado. Bado mchanga? Bado hata hapa kuja nje ni basi tu. Nitakuwa nikuwe karibu ya mke wangu. Akuruhusu nini? Unajua lazima katai kwa sababu bado hata tuangaliki vipya vile. Okay, mimi nataka umzungumzie mkeo. Yani kwa maneno tu machache kama 3 tu, yani mwanamke wa aina gani mpaka kaamua kwenda mwanamke 3, yani awe mama watoto wangu, mama wa nyumbani, mke wangu. Maneno 3 tu yani ya kumuongelea mke wako. Neno la kwanza wasiojua mke wangu, tunaye mtoto tayari. Za before? Na hilo ni la kwanza ambalo kubwa zaidi nilichompendea kwanza, kwa sababu unaweza kuwa kwenye mahusiano na mwanamke akachukua ujauzito na baadaye akachukua maamuzi mwenyewe wa kutoa ujauzito bila hata kujulisha. Kwa hiyo lakini yeye alionyesha ujasiri, alikuja kuniambia nina ujauzito, nikakubali, lakini bado moyo ukakuwa kama vile sasa, kwa nini tusitoe? Akanambia no baby, sawa, kuitoa sio shida, tunaweza tukaitoa, lakini jiulize swali, kwa nini wewe mamako haja kutoa? Sasa aliniambia hilo neno, nikamwambia basi poa, tuzae. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuja kukutana na mwanamke ambaye ana akili tofauti. Vingine kitu kikubwa, kumpata mwanamke mvumilivu ni vigumu sana. Kwa hiyo yule mwanamke amenivumilia kiasi kwamba hadi mwenyewe nikashindwa kujielewa kwa nini amenipenda. Kisha kwa vile alikuwa anatongozwa na wanaume wengine, kwa nini amewakataa, kisha kanivumilia mimi. Na la 3 ambalo uliloomba wewe kama wewe, yani ule mwanamke, yani sijui hata nisemeje, yani ni msiri sana. Alafu anajua kunilindia aibu, anajua kunipambania,
na ananisupport sana kwenye kazi yangu. Ni mwivu sana, ni mwivu, mke wangu mimi ni mwivu. Lakini kwenye kazi yangu huwa ananisupport kabisa asilimia zote, kwa hiyo ananisupport. Kwa hiyo niseme nimempenda kwa sababu ya hicho. Uzuri amejaliwa. Alafu kitu kingine nampendea macho. Wivu ndo mapenzi. Okay, Tambwe. Yani kwa hapa nyumbani japokuwa anafanya yani ni mwigizaji, japokuwa anafanya kazi nje ya nchi, namzungumzia John K. John K ana movie yake ya Cops Enemy, alifanya kina Wema Sepetu, akafanya na kina Auntie pamoja na kina Van Vinka. Nataka uwe kama yani ile movie umeionaje? Yani John K amejitahidi, ameua ama ameboronga? Kusema kweli John K siwezi nikamuongelea vibaya. John K kipindi anakuja kufanya uzinduzi hapa alitumia kadi. Na tukiwasiliana wakati bado yupo Australia. Alifika hapa, walikuwa wanashoot ile movie, niko naona, ananisaidia hata mapicha tunaona, tunazungumza. Alipofika hapa nikaenda kwenye uzinduzi, niliona movie ni nzuri, lakini kitu kimoja ambacho nisiwi mchoyo labda kusema, nilikisemaga kwa sababu kimeniuzi, lakini nikasema nikipata nafasi nitakizungumza. Acha nikizungumze labda akisikie. Kitu kilichoniumiza tu kwenye ile movie ni kwa sababu kila mtu ana target zake, lakini angelijitahidi sana kama yeye ni Mrundi angewakilisha nchi yake. Lakini John K kwenye ile movie hakuwakilisha nchi kwa sababu alicheza movie ya Kiingereza akaweka Kiswahili fresh. Alienda Tanzania kwa sababu alikomalia Tanzania poa, akaweka Kiswahili, lakini vizuri angekuja hapa akashirikisha hata msanii mmoja tu. Kwa sababu najua wakina Wema Sepetu amewalipa, wakina Ezekiel amewalipa. Najua angelipa hata msanii mmoja wa Burundi kwa maisha yetu ya uigizaji ambao tuko nayo, labda angelimpigisha hatua fulani yule msanii. Angemlipa hata 200,000, akacheza hata sini 2 ingekuwa vizuri sana. Kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kimenifurahisha kwa John K. Lakini movie iko poa. Nimeipenda na namsupport na anajua kama mimi namsupport, lakini kama ndugu yake mimi namshauri angelifanya hivyo. Na najua kwa next ataweza akajaribu kufanya hivyo. Okay, kama John K hatobahatika kuona hii interview, maybe mashabiki zake watabahatika, so mtamwambia Tambwe yani kitu ambacho hakijamfurahisha Tambwe. Mimi nataka nijue, umeshabahatika kuona movie ya Najuta Shams? Juta Shams kina ICuburundi, yani nimeifuata. Okay, mimi nataka umzungumzie ICuburundi kama ICuburundi. Unamuonaje kwenye uigizaji? ICuburundi yuko poa kwa sababu nizungumze amewakilisha vizuri nchi yetu. Ni mpambanaji na anajituma sana kwenye kazi hicho, na ni mtu ambaye si mtu wa kukata imani mapema na tumeshawahi kufanya hata naye kazi. Tumekaa naye na ukaribu, tumefanya mazoezi muda mrefu, tumeongea sana mambo ya sanaa. Kwa hiyo yuko fresh tu, yuko poa. Kimoja tu ninachoweza kumwambia ni kwamba ajaribu kujifunza tena sana kuweza kupeleka mbele tasnia ya filamu nchini Burundi, kwa sababu kuna waigizaji na kuna mafans ambao wanamtegemea yeye kwa kuwakilisha vizuri nchi yetu. Kwa hiyo ajitahidi kufanya hilo. Okay, baada ya Mr. Producer, watu wategemea project zipi kutoka kwa Tambwe? Project ni nyingi. Kuna project moja ambayo nimeifanya na mtangazaji maarufu, lakini sipendi kuiongelea. Na sitaki tudokeze. Kwa hilo haliwezekani. Uchoyo. Unajua sisi ni watu tunapenda matukio. Sisi ni watu ambao tupendi kuongea, tunapenda matukio. Kwa hiyo kuna mtangazaji ambaye nimefanya naye movie. Huyo mtangazaji mwenyewe jina labda ni tuache tu, tutaiona hiyo. Tudokeze. Tutaiona movie hiyo itakuja. Kwa hiyo inakuja, na kiupande wangu kama Tambwe kuna filamu nyingine ambayo inakuja soon hapa tu. Kwanza niambie watu naiachia leo si nani? Monday mimi naiachia. Monday au Tuesday mimi naachia hiyo movie. Kwa hiyo isubiri, wasikose tu kusubscribe channel yangu ya YouTube, kwa sababu ndio hivyo tena ndugu yangu. Unajua tunafanya kazi sisi kwa kujikogota tena kama tutafika. Kuna filamu nzuri ambayo inakuja Tuesday, nitaiachia kwenye channel yangu ya YouTube Tambwe The Great Films. Taitupa hapo kabla ya kuachia producer part 2. Taachia kwanza hiyo aweze kuona. Okay, mimi nataka wajua soko la filamu kwa kweli yani lipo chini sana, to be honest. Yani msema kweli ni mpenzi wa Mungu guys, msinikasirikie.
Yani si movie, si muziki, right? Lakini wenzetu yani nikizungumzia Tanzania, wa Kenya pamoja tena yani huko yani kwingine huko wameshajaribu kuja na yani kuliko kuwa na zile movies za yani za part 1 na part 2 wanakuja na series yani tamthilia. Mimi nataka nijue yani hamjatuandalia tamthilia hata kadogo yani. Kwanza mimi moja nimeshaifanya. Nimefanya movie na series inaitwa Nabii Ezekiel. Tulicheza na wasanii wengi hadi Lolilo alishiriki. Kwa hiyo filamu Nabii Ezekiel watu waliniomba sana nifanye season ya pili, lakini ilikuja kuwa vigumu kwa sababu ya uwezo. Ndio kile kitu ambacho nimezungumza management. Watu wameipenda lakini uwezo wa kuendeleza kazi sina. Kwa hiyo nikawa nimeacha. Nina idea ya kufanya series lakini support ya na soko ya filamu Burundi hamna, lakini filamu ya Burundi inalipa. Kwa sababu mimi hata mwenyewe kufanya filamu na huyo mtangazaji fulani alinilipa na alinipa kiasi cha pesa cha kutakata. Ila unaromba ndugu yangu, tuambie jina la huyo mtu ndugu yangu. Business nimehifadhi kampuni. Kwa hiyo itakuja kutoka. Kusema ukweli ni kwamba series tuna uwezo wa kufanya na imani tu. Kama sio mimi kuna ICuburundi, kama sio ICuburundi kuna kwanza Mugisha anafanya za Kirundi na ziko poa na watu wanazifuatilia. Kwa hiyo labda series za Kiswahili ndio bado hazipo, lakini za Kirundi zipo na imani Mungu akinisaidia labda nigeuke kwenye kamera niseme kwamba nahitaji support. Kuna series ambao natamani nifanye mwaka 2021. Kwa hiyo nataka nifanye series mwezi wa kwanza, lakini ikiwa nikipata support ni series nzuri, lakini uwezo ni mfinyu kwangu, sina uwezo kwa sababu manager sina. Kwa hiyo naombeni msaada. Kwa hiyo mwaka 2021 nahitaji kufanya series na itakuja kushangaza na watu wengi wataamini kama ni ya Kiburundi. Okay, ukiachana na kupenda movie, unapenda muziki ama? Anapenda kusikiliza. Okay, sasa tunaingia kwenye pointi kubwa. Nataka unipatie hat-trick. Unaelewa zile wazungu yani hata mtu akifunga goli 3 nataka yani ngoma 3 ambazo unazikubali hapa nyumbani hapa. Usiendi kule hapa nyumbani kwa sababu we focus with +257. Ngoma ya kwanza ambayo imenigusa mimi kama mimi, napenda sana kusikiliza ile nyimbo ya Satibia Bimba na Slay. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo Don't Cry ni nyimbo ambayo mimi napenda kusikiliza, ni nyimbo nzuri, iko poa kabisa. Nyimbo ya pili ya mshikaji Lolilo. Kuna nyimbo moja amefanya hivi. Ni nyimbo nzuri sana yani. Brother Lolilo big up sana. Yani ngoma nzuri sana, nimeipenda kabisa. Ni kali, imechukua nafasi. Nyimbo nyingine ni nyimbo ambayo Fizo ameimba. Sijui kama yani kuna movie yangu moja nimeandika, kuna jamaa fulani niliwahi kukutana naye akanipatia title ya movie. Kwa hiyo hiyo movie naipenda sana. Hiyo movie nimeshaiandika ni Judgment of Mind of Judgment, sawa? Yani kuna mtu ambaye anaweza kukaa akisha akamfikiria mtu vile yani asivyo yani mimi nikuone hivi kisha nikujaji na sijui maisha yako. Kwa hiyo ni hiyo nyimbo Lolilo ameimba kama niita ubusa, kama ni ubusa nini. Hiyo ni nyimbo ambayo naipenda. Kwa mimi napenda kitu idea, ni nyimbo ambayo naikubali sana, naisikia. Top 3 yani hat-trick ya Tambwe ni Don't Cry ya Satbi featuring Aslay pamoja na Big Fizzo Ubusa pamoja na Lolilo Ndarandarira. Tambwe, maneno matatu ya kuaga mashabiki. Yes, neno la kuaga mashabiki wangu ni kusema kwamba nawashukuru sana kwa sababu toka nilipochukua maamuzi ya kuacha kutumikia machaneli zote waliweza kunisikia na wakaweza kusubscribe channel yangu ya YouTube na wanaendelea kufuatilia kila ninachokiposti kwenye YouTube yangu. Na nawashukuru sana kwa sababu unajua kwenye mtu ajiamini kama yeye na atoe movie yake aiweke kwenye channel yake na watu wamfuatilie hadi wafikie kipindi cha kwamba saa hizi nakuwa napata ujumbe kutoka YouTube. Kwa hiyo ni kitu ambacho nawashukuru sana washabiki wangu, na kitu kimoja ni waahidi kwamba kama ninavyozidi kufanya kazi nzuri na mnazipenda, naamini na taendelea kufanya hivyo. Tuesday tukutanane kwenye YouTube ya Tambwe The Great Films, mtaona filamu kali sana inaitwa Nabii Mrundi. Kwa hiyo hivi ndio nataka sasa kufanyizia filamu ya Nabii Mrundi kama vile Nabii Mswahili Made. Tunasubiri yani Ni kali sana na ina mafunzo makubwa sana. Guys, bana, sitoacha hivi. Niko hata tunawakumbushe kwamba kwa wazee wa kupenda fungus, sijui matangawizi, sijui tangawizi ndio fungus. Wanatumia mondani.
Yani vyote ni vimoja. Pia na sijui matangawizi, juice, sijui nini. Vyote ni yani Crown Lawyer, ndo unaburudika, unajiachia mwenyewe. So you better subscribe our YouTube channel ni DFTV257. Pia make sure wanasemaje tena kale kakengele kale ka notification ili usipitwe. Don't forget to like, share na comment. It's me DFTV, one love. DFTV. Tunda juhudi.